Tuna ishu ya kesi hii ya leo ambayo iko mahakama ya rufani, ambayo inazungumza kesi ya kina Said Issa ambayo imezuia chama kufanya shughuli zake na imetuletea madhara makubwa sana. Ndio inaendelea hapa, lakini kwa sasa tusingependa kuizungumzia hiyo ishu. Hiyo tutaizungumza baada ya kuwa jioni majaji wamesikiliza pande zote na mawakili wetu watakuwa na nafasi ya kutoa briefing na sisi tutaweka input hapo. Kwa sasa tunataka kuzungumza jambo moja tu ambalo ni jambo muhimu na la haraka na tunalileta kwenye attention ya nchi. Kwanza nataka niwashukuru sana wanachama wetu ambao wametoka sehemu mbalimbali za nchi na wa Dodoma hapa kwa jinsi ambavyo wamejitokeza kwa wingi. Na hii inawaambia wanachama wetu kwamba wana jukumu la kihistoria katika nchi hii la kurudisha demokrasi na utawala wa kisheria. Bila hiki chama nchi hii itakufa. Hakuna chama kingine. Tangu tufungiwe kufanya shughuli za kisiasa, hivi vyama vyote vya mfukoni, hakuna chama kinachozungumza kuhusu matatizo ya nchi, hakuna chama kinachofanya mikutano ya hadhara, ni Chadema tu. Maana yake ni nini? Chadema isipofanya shughuli zake, hii ni baraa kwa nchi yetu. Kwa hiyo wanachama wetu mlioko hapa, mjue mna jukumu la kihistoria, sio kwa ajili yenu tu, bali kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu msipokuwepo na chama hiki kisipokuwepo, nchi hii itaangamia. Hilo la kwanza. La pili, juzi mwenyekiti wetu akiwa gerezani ameiandikia mahakama ya rufani as a matter of urgency kusikiliza kesi ya kwake ya uhaini na kuitolea kuifanyia maamuzi ili atoke au tujue determination yoyote itakayotokea, kwa sababu sote tunajua mwenyekiti wetu alishambuliwa kwa risasi mwaka 2017 hapa Dodoma, akaumizwa vibaya, na kutokana na kuumizwa kwake amekuwa akienda kwenye matibabu na check up kila baada ya muda. Kwa swala la afya yake ni swala ambalo ni paramount, na ndio maana tunalileta mbele ya Watanzania. Ni swala ambalo ni concern yetu kama chama, ni swala ambalo ni concern ya Watanzania, kwa sababu huyu ni mtu aliyeumizwa vibaya. Leo ni siku 350. Siku 350. Mwaka una siku 365. Bado siku 15 tu mwenyekiti wetu atakuwa ametimiza mwaka mzima ndani ya kuta za magereza ya Ukonga, kwa kesi ambayo wote tunajua ni kesi ya uongo, kesi ya kutunga, na kesi ambayo watu wanataka wamtishe apige magoti. Tunalizungumza hili na mwenyekiti amelileta kwenye attention, sio kwa sababu yoyote ile, bali ni kwa sababu za kiafya, sababu ya afya yake. Sio kwa sababu hata wangetaka kudrag, angekuwa mzima, hata wakidrag hii kesi miaka 3, hakuna siku tutapiga magoti kama tulivyosema siku ya kwanza. Lakini kuendelea kudrag hii kesi, na hii inaileta kwenu wa Tanzania, lolote litakalo mpata Tundu Lissu akiwa chini ya hawa watu, watakuwa na sababu ya kueleza Watanzania nini kimetokea na kwa nini wamemshikilia. Na nataka niseme wazi bila kuogopa, haitakubalika. Chama chetu hakitakubali, dunia haitakubali. Kwa hiyo tunaiomba mahakama, kwa sababu kama hao watu wana kesi, wasianze kuzunguka na kuleta sababu moja au mbili au tatu za kuendelea kumshikilia zaidi mwenyekiti wetu mwaka mzima. Ndio maana tunataka hii kesi isikilizwe haraka, ishe mwaka mzima. Siku 350 leo tunapozungumza, kiongozi wetu yuko ndani. Watu waliokuwa na kesi wamechukua miezi karibia 4 pale mahakama ya Kisutu, wanajizungusha tu. Leo tuko mahakamani, wanakuja na appeal ambazo ukiangalia lengo lake ni kupoteza muda. Kwa hiyo hili jambo ni urgent, na tunaiomba mahakama
ijitenge nalo. Mahakama itimize wajibu wake wa kuhakikisha inaitisha hii kesi haraka, isikilizwe, tumalizane na hao watu, tumalizane nao once and for all, na mwenyekiti wetu akapate matibabu. Narudia, tangu aliposhambuliwa mwaka 2017 amekuwa akifanya regular checkups za afya yake na kupewa nafasi ya kuonana na madaktari wake bingwa mara kwa mara. Kitendo cha kumshikilia mwaka mzima, kumzuia kupata regular checkups na kupata matibabu anayostahili ni hatari na hatukubaliani nacho, na kama madhara yakitokea kuna watu watalazimika kujibu. Asanteni sana. Wakati wa usikilizaji wa masahihisho siku ya leo, kuna jambo ambalo lilitokeza na lilihojiwa sana juu ya ile amri ya zuio ya tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ilimuhusu nani na nani na ilikuwa na mipaka gani? Sasa katika kujibu hoja hiyo, wakili wa upande wa walioleta maombi Said Issa na wenzake anaitwa Shabani Nsato Marijani ameiambia mahakama kuu, mahakama ya rufaa leo, kwamba ile amri ya zuio la kufanya siasa ilimuhusu katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake, na ameiambia mahakama ya rufaa kwamba ile amri ya zuio la matumizi ya mali ilimuhusu katibu mkuu, bodi, waajiriwa walio chini ya katibu mkuu, mawakala walio chini ya katibu mkuu na watu wanaofanya kazi kwa niaba kwa maelekezo ya katibu mkuu. Akaulizwa sana juu ya watu wengine na mipaka yao, akasisitiza kwamba hata katika hili zuio, swala la zuio la mali, mtu mwingine yeyote anayehusika na mali asiyefanya kazi kwa maelekezo ya katibu mkuu au chini ya katibu mkuu hakuwa amezuiwa. Ni ajabu kwa wakili Shabani Nsato Marijani kuyasema haya mbele ya mahakama ya rufaa leo, wakati ambapo baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutoka wazuio tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sisi tuliuambia umma, mawakili wetu na sisi viongozi tuliuambia umma kwamba amri ya zuio kwa upande wa shughuli za siasa ilimuhusu katibu mkuu peke yake na bodi ya wadhamini. Haijahusu kiongozi mwingine yoyote wa chama, haijahusu mwanachama mwingine yoyote wa chama. Na tukasema juu ya amri ya zuio la matumizi ya mali na mipaka yake kwa upande wa watendaji walioko chini ya katibu mkuu. Baada ya sisi kutoa kauli hizo, mawakili hawa wakina Shabani Nsato Marijani na wenzake wakafanya mkutano na waandishi wa habari, wakasema tumepotosha amri ya mahakama. Wakaenda mbele zaidi, wakamwandikia barua msajili wa mahakama kuu kumtaarifu kwamba kuna upotoshaji wa amri ya mahakama uliofanywa na viongozi wa Chadema wa kupanua wigo wa uamuzi wa mahakama. Na msajili wa mahakama kuu akaandika barua na akatoa taarifa yenye kuonyesha kwamba amri za zuio la shughuli za siasa, zuio la matumizi ya mali za chama inahusu viongozi wote, na akawataja kwa majina: mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama, katibu mkuu, manaibu, viongozi wote wa chama na watu wote kwa upande wa wanachama na viongozi wa Chadema. Leo wamearuka maneno yao wenyewe hapa mahakamani. Kitendo cha kuyaruka maneno yao wenyewe leo mahakamani kinadhihirisha kwamba msimamo wetu tulioutoa kwa umma kwamba zuio la shughuli za siasa lilikuwa linamuhusu katibu mkuu na bodi peke yake kabla muda wake kuisha, ulikuwa ni uamuzi sahihi. Na kwa haya yaliyojiri mahakamani, yaongeze mkazo kwa viongozi wa chama nchi nzima, wanachama wa Chadema nchi nzima, kuendelea na shughuli za kisiasa za chama, kwa sababu hakuna zuio lolote juu ya wanachama na viongozi katika maeneo mbalimbali kufanya siasa.
lakini ni hawa walioandika barua kwa msajili, waliotoa matamko, msajili alitoa taarifa, waliamua kufungua kesi ya kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Wakamshtaki makamu mwenyekiti John Heche, wakawashtaki wakina Mwaipaya, wakashtaki wakina Rose Maemba, wakashtaki watu mbalimbali ambao leo hapa mahakamani wamesema kimsingi hawakuhusika na ile amri kabisa. Huu ni ukiukwaji mkubwa wa haki, huu ni uovu wa hali ya juu. Lakini nataka kutumia fursa hii kuwakumbusha tu, kesi hii, uamuzi wa zuio ulipotoka mwezi Juni mwaka 2025, nilizungumza Dar es Salaam mbele ya Mahakama Kuu. Nikasema hapa hakuna kesi yoyote ya msingi ya madai ya mali wala tuhuma za ubaguzi wala chochote. Kesi hii ni mkakati ambao umewatumia mamluki watatu, tuliwataja kwa majina ya wahusika wote. Tukasema kwamba hii kesi ni mkakati wa kukwamisha mkakati wa chama wa no reforms no election katika mwaka wa uchaguzi mkuu. Leo tunaposimama mbele ya mahakama ya rufaa, kunapojitokeza hoja kubwa za kwamba kesi hii, uamuzi wa zuio wa tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 kimsingi umekwenda kinyume na maamuzi ya mahakama ya rufaa kwenye kesi ya Agostino Mrema ambayo ilisisitiza kwamba chama cha siasa hakiwezi kuzuiwa shughuli zake za kisiasa. Inadhihirisha tu yale tuliyosema kuanzia mwanzo kwamba kule kwenye Mahakama Kuu jaji kimsingi alipewekewa kesi ambayo ilikuwa na nia ovu na nia haramu ya kuzuia shughuli za chama, na kesi hii imekuwa na madhara makubwa sana kwetu kitaasisi. Jambo hili limejadiliwa vile vile kwamba nani ameathirika zaidi ama athari za hii kesi ni zipi. Matendo ya kutoa amri ambayo kwanza amri yenyewe si halali, hili ni jambo lingine nitalizungumza, lakini kuitoa na kuipa tafsiri potofu yamesababisha sio tu kwamba Chadema imezuiwa kufanya mikutano ya hadhara, kufanya maandamano, kufanya shughuli za kisiasa katika mwaka wa uchaguzi. Matendo haya yameambatana vile vile viongozi wa Chadema katika maeneo mbalimbali, wengine kupigwa, wengine kuumizwa, na hivi karibuni kabisa ikiwa ni tukio la wanawake wa Chadema kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Wanachadema, endeleeni na shughuli za kisiasa katika maeneo mbalimbali ya chama, na chama kitaendelea na shughuli zake, kwa sababu kimsingi wakati tunasubiria uamuzi kwa haya yaliyojiri tayari tunaona matobo katika uamuzi. Imesikiliza shauri ya mapitio manne, namba 1, namba 2, namba 3 ya mwaka 2026 ambayo yameanzishwa na mahakama yenyewe, mahakama ya rufaa, kesi kati ya Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na katibu mkuu wa chama, na ile kesi namba 8323 ya mwaka 2025 ilifunguliwa kule Dar es Salaam na Saidi Isa na wenzake hao dhidi ya bodi ya wadhamini, na ambayo vile vile ilipelekea kutolewa zile amri za zuio dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kufanya shughuli zake za siasa. Amri hizi zilizotolewa na Jaji Mwanga akisema kwamba yeye kutokana na maombi madogo yaliyoitwa namba 8960 ya 2025 ambayo Saidi Isa na wenzake kwanza waliomba katibu mkuu na bodi ya wadhamini wazuie kufanya shughuli za siasa. Pili, wazuie kutumia rasilimali na mali zote za chama, majengo, magari na kila kitu, na hata na akaunti za fedha za kule benki. Sasa tokana na mwenendo usioridhisha ambao ulionyeshwa na jinsi na jaji alikuwa akisikia kesi, na kutokana na uvumilia kwa muda mrefu sana tokea ile amri ya zuio ilitolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025, ambayo ilisababisha hata Chadema isishiriki kabisa katika shughuli za kisiasa, ikiwemo hata na kampeni za uchaguzi. Kama ingetaka kushiriki uchaguzi, kampeni yake no reforms no election na nyinginezo nyingi, wanachama wake wote wakazuiwa.
vyombo vyake vikafanya nini, vyombo vikaacha kutumiwa maana yake na kuharibiwa na kuharibika, mali hizo ambazo hazikuwekwa chini ya mikono ya mtu yeyote yule kuziangalia. Na kutokana na hata baada ya kupelekea mapingamizi mengine, mnamo tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2026 Jaji Mwanga akakataa kusema kwamba ile kesi jinsi ilivyoletwa haijaletwa isivyo, kwamba inagusa masuala ya kikatiba, ikiwa pamoja na kinga na nafuu za kikatiba ambazo Tanzania Zanzibar inazipata, kwamba ambazo inaelekea chama cha demokrasia na maendeleo kina mpango wa kufanya nini, au kina mpango na sera za kukiuka hizo haki. Bado jaji akasema hii ni kesi ya kawaida, atakuwa na njia nyingine bali kugonga milango ya mahakama ya rufaa na kuweza kuanika kila aina ya uvunjifu ambao Jaji Mwanga anajua jinsi alivyoufanya dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo. Hiyo ndio mwisho wa siku tukaitwa hapa Dodoma, na leo tarehe 24 ya mwezi huu wa 3 2025 mahakama imetusikiliza kwa utuo. Tulianza tokea ile saa 3 na nusu ndio tunaondoka hivi sasa, ndani mwenye saa mliweza kuniambia, lakini kama saa 11. Mwisho wa siku ni kwamba kwa upande wa kina Said Issa, mawakili wake wamekiri kwamba ile kesi ilikuwa ni kesi ya kawaida, na kwa maana hiyo ilikuwa inatakiwa ifuate masharti ya sheria ya nini, ya kesi za madai, jambo ambalo Jaji Mwanga alikuwa analikataa, anasema sivyo. Aidha, amri za injunction zilizotolewa zilikuwa zinakiuka kabisa haki za kikatiba za watu, ambao kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa ya kesi ya Agustino Litonga Mrema na wenzake wawili na dhidi ya bodi ya TLP, ambayo walisema, mahakama ya rufaa ilisema uwezi ukatoa zuio dhidi ya chama cha siasa kwa sababu wanachama wake katika nchi hii haki za kisiasa mtu anazipata kupitia kufanya kazi kupitia chama cha nini, cha siasa. Usitoe hiyo amri, lakini Jaji Mwanga akakiuka hiyo akaamua kutoa hiyo amri kwa sababu wanazojua yeye. Sasa leo tumewasilisha hivyo, wamekiri kwamba walivyokuja sivyo, na kwa sehemu kubwa tumeweza kuwashawishi majaji kwamba kama kulikuwa na malalamiko yote ambayo kama chama hiki kina matatizo, sheria ya vyama vya siasa inatoa mfumo thabiti ambao unatakiwa kutumika, kwamba msajili wa vyama vya siasa ndiye anahusika kuweza kusikiliza malalamiko hayo, na mwisho wa siku kama mtu yaridhika atakuja mahakamani kwa njia ya nini, ya judicial review, sio kwa njia walivyokuja nayo. Sasa tumeweza kuzungumza kwa muda mrefu, tumewasilisha hizo hoja. Sisi kwa sehemu kubwa tumepata faraja kwamba wamekiri kwamba hizo amri zitakiwa ziendane na sheria ya kesi za madai, za mwenendo wa kesi za nini, za madai, kitu ambacho Jaji Mwanga alikuwa anakataa, na kwa maana yake anaendelea kuilinda hii kesi na kuwalinda hawa watu. Kwa hiyo tunasema kwamba ukiangalia mambo tumeyaona, Chadema imetendewa uonevu wa ajabu sana na zile kesi. Tumepata faraja, mahakama imeweza kutuongoza na kuuliza maswali ya msingi, na tumeweza kuanika amri. Mahakama inatakiwa kuhakikisha kwamba haiaibiki au taswira yake na unyofu wake au fanya nini, au haribiki. Tumeweza kuanika kwamba zile amri zilikuwa zinalenga kufanya nini, kuiaibisha na kuidhalilisha mahakama. Majaji wamesema kwamba baada ya kutusikiliza wataenda kukaa chini na kuandika maamuzi yao, na mwisho wa siku watatuita na kutuambia kwamba ndio tupokee uamuzi katika tarehe ambayo wao watatuambia, msajili atakayotuambia, tutakuja na kuweza kusikiliza huo uamuzi. Hoja ilikuwa ni kwamba kesi ilikuwa inagusa, hizo ni hoja ambazo zimeletwa na mahakama, kwa sababu kwa kuwa kesi imeletwa na mahakama, hoja zinazowasilishwa hapa ilikuwa ni kwamba zimetoka kwa mahakama yenyewe. Tutakiwa tueleze kama ilikuwa ni sahihi kwa ile kesi hivyo jinsi ilivyoletwa, bila kwanza kwa mahakama kujiridhisha mgogoro huo ulianza lini. Kwa sababu tuna sheria ya ukomo wa muda. Uwezo kujifungulia kesi mahakamani bila kueleza kwamba mgogoro wako umeanza lini, mahakama ijue kwamba uko ndani ya muda au nje ya muda. Hao hawakusema hicho kitu. Pili, hawakusema thamani ya mali za chama ili mahakama iweze kujua ni kiasi gani cha ada wanatakiwa kulipa, na vile basi kuweza kujua kwamba yani yule anashtakiwa ajue anadaiwa kiasi gani, kwa sababu maana yake anadaiwa aweze kujua. Haya ya kusemwa. Tatu, ilikuwa masuala ya ukatiba, kwamba hizi haki zinagusa unapotoa amri ya zuio dhidi ya chama cha siasa. Je, ugusi haki za katiba za wanachama wake, katiba ya nchi, ugusi hizo haki? Kwa hiyo ikawa ni hizo hali, na vile tukasema kwa kuwa Said Issa ni wale Ahmed Rashid Mohamed na Maulida Anakomu, hao ambao ni wadhamini wawili wa chama, wanakuwaje washtaki bodi ya wadhamini ambao wao ni sehemu yake? Je, walikuwa na haki ya kufanya hivyo waliyofanya?
Kule Jaji Mwanga alikuwa ameng'ania kwamba hakuna shida. Hapa tumeweza kuonyesha kuna shida kubwa na amekiuka sheria kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo tumeweza kuyaandika hayo hadharani. Nimeyasema haya kwa sababu nataka ujumbe ufike kwamba Mahakama Kuu na mahakama yote ile ihakikishe kwamba inalinda heshima ya mahakama kutoa maamuzi ya haki. Lakini kama watu wana ajenda zao ambazo mwisho wa siku unaonyesha kwamba hawa watu wana upendeleo au wana ajenda wanaitekeleza kwa nia maalum. Ukumbuke mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Na hili tumeikazania sana. Ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi. Chadema imezuiwa isifanye shughuli za siasa kwenye mwaka wa uchaguzi. Kulikuwa na ajenda gani? Chadema ambacho ni chama kikubwa cha siasa katika nchi hii, unakizuia kufanya siasa. Je, ulikuwa una lengo la kuwabeba wale wengine ambao ni washindani wake ambao wanaogopa kushindana na chama cha siasa? Hayo ndio yalikuwa makubwa tumeyazungumza. Asante. Tuendelee na wengine.